Katika uzinduzi huu wa kitabu cha mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Kuhani Musa Richard Mwacha ambacho kimeenda kwa jina la nguvu za kushinda roho ya nyoka na ndoto zake, ikiwa ni sehemu ya 4 ambayo ninazungumzia katika uzinduzi huu. Kitabu hiki kimeandika habari ya rangi za nyoka. Rangi za nyoka ni muhimu sana unapomuota nyoka au unapomuona nyoka katika ulimwengu wa roho. Ile rangi yake inarahisisha tatizo au changamoto au adui ambaye ametumwa, kwa sababu nyoka tumemuona kama changamoto, tumemuona kama shetani au jaribu ambalo linakuja. Wakati Yesu alipokuwa anakabili yuko kwenye maombi, alitumiwa nyoka. Alitumiwa nyoka, maana yake alitumiwa jaribu. Na yule nyoka alivyotumiwa, alikuja na kuanza kuzungumza naye maneno, na akamwambia, tazama, katika uwanda huu endapo utanisujudu mimi, nitakupa vitu vyote uweze kumiliki. Maana yake ni nini? Maana yake alienda kwa namna ya jaribu. Kwa hiyo sasa nyoka anapoenda, anaenda kwa rangi tofauti tofauti. Anaweza nyoka akatokea akiwa na rangi ya kijani, anaweza kutokea akiwa na rangi nyeusi, rangi ya kijivu, rangi nyekundu au rangi nyingine zozote ambazo zipo katika ulimwengu wa roho. Katika rangi hizi za nyoka zinakupa maana zaidi, deep meaning, kwamba nyoka huyo amekuja kwa kusudi gani au nani ambaye amemtuma. Sasa unapoota nyoka mweupe anakuja kwako, maana yake ni nini? Hii ni jambo ambalo limetengenezwa mbele yako. Ni jambo ambalo la hatari ambalo limetengenezwa mbele yako. Linakuja mbele yako, ukiliona kama ni jambo jema, ni jambo jema. Wewe unaliona kama ni jambo jema, lakini linakuwa ni jambo la hatari. Ni jambo unaliona ni jambo jema, lakini ni jambo la hatari. Jambo jema wewe unaliona ni kama jambo jema. Katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna jambo limetengenezwa. Kwa mfano, kuna wakati mwanamke anapokuwa katika hali ya uhitaji wa mwenza, pengine anahitaji mtu wa kumuoa au mwanamume wa kumuoa, anakuja mwanaume na anakuja kwa lengo lile lile, kwa maana ile ile, kwa maneno yale kwamba angependa kumuoa. Kumbe mwanamke huyu mwanaume amekuja kwa huyu mwanamke kwa maana ya ubaya, labda ametumwa na Ibilisi kwa ajili labda ya kumwambukiza aina fulani ya magonjwa ambayo hayatibiki. Leo hii tuna watu wengi ambao wameathiriwa na ugonjwa wa HIV, lakini ukimuuliza hasa historia kwamba huu ugonjwa umeupataje, ni mtu alikuja wakati fulani, anakuja kwa wema kwamba labda ni mtu anataka kuanzisha mahusiano ya kindoa, kumbe ametumwa kwa ajili ya kuharibu. Kwa hiyo unapoota, au kama ni biashara, kama ni mfanya biashara, unafanya vikao na watu, unataka kuingia kwenye mikataba fulani, lakini ukaota kwenye ndoto zako ya kwamba umemwona nyoka mweupe, huo ni wakati wa kusitisha kila jambo ambalo unalifanya, alafu ingie kwenye maombi ili upate usahihi. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo limeletwa kwako kama jambo jema, lakini ukweli ni jambo ambalo ni ovu na baya. Kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 11 mstari wa 14 utanisomea. Wakorinto wa pili 11 na mstari wa 14. Karibu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 11 mstari wake wa 14. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Maana yake Paulo anawaambia Wakorinto ya kwamba si kila jambo ambalo linakuja kanisani, kila jambo ambalo linakuja mbele yao ya kwamba ni jambo jema. Mengine yanakuja kwa kusudi au kwa makusudi mabaya. Unaliona kama ni jambo jema, lakini ni ndani yake lina ubaya. Mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji Kuhani Musa Richard Mwacha siku moja kwenye ibada aliwahi kushuhudia, akasema kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alikuja pale kanisani na kujifanya kwamba yeye ni tajiri mkubwa sana na ingependa kujenga hilo kanisa kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo
akasema kwamba naomba wale mainjinia wasimamizi ili waweze kukaa na kuzungumza, ili ikiwezekana basi hilo jengo la mbele ambalo lipo livunjwe liondolewe, ili sasa yeye aanze kujenga. Lakini ule ulikuwa ni mtego. Baadaye anazungumza, anasema ule ulikuwa ni mtego ambao ibilisi aliutengeneza, ili baada ya kuvunja au kila kitu kuondolewa, yeye yule mwanamke anapotea. Yeye huku vyombo vya habari vinaandika kwamba kanisa limekuwa hivi na vile, mambo kadha wa kadha. Wakati akiwa katika ulimwengu wa roho, Mungu anamletea picha kamili kwamba yule aliyekuja hakuwa na nia njema, alikuwa na nia ovu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiviangalia katika ulimwengu wa kawaida unaona kama ni vizuri, lakini ndani yake vimebeba ubaya mkubwa sana. Lakini nyoka mweusi, nyoka mweusi anapokuja ni tofauti na nyoka mweupe anapokuja, ni tofauti na nyoka wa kijani anapokuja, ni tofauti na nyoka wa njano anapokuja, au mwekundu au wa rangi nyingine. Anapokuja nyoka mweusi katika ulimwengu wa ndoto, maana yake ule ni uchawi mweusi. Ule ni uchawi ambao tunaita ni giza limeletwa mbele yako kupitia kiumbe ambacho kinaitwa nyoka. Unaweza kusoma Zaburi 91:13. 91:13 unaweza kutusomea kupata ile tafsiri ya nyoka mweusi. Karibu. Zaburi 91 mstari wake wa 13. Biblia inasema hivi: utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Maana yake huyu jamaa Mfalme Daudi anaona sura ya giza, lakini pia anaona ushindi ambao upo. Kwa hiyo nyoka wanapokuja kwa rangi tofauti tofauti, basi wanakuwa na maana tofauti tofauti. Na katika kitabu hiki mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji kwa Musa Richard Mwacha amechambua kwa undani nini ambacho kipo kuhusu au zile tafsiri za rangi za nyoka, kwamba unapomuona nyoka wa rangi fulani anamaanisha kitu gani. So ni vyema sana upate nakala yako baada ya uzinduzi huo wa tarehe 3 mwezi wa 4 2026. Na mpaka hapa nikushukuru sana kwa kuwa utaagiza popote pale ambapo umeweza kunisikia, unaweza kuagiza kopi yako baada ya uzinduzi huu, basi na wewe unaweza kuletewa. Lakini kwa wale ambao wako ni Wanangomeni au watafika kwenye ule mkesha mkubwa wa mwana kondoo, hakikisha kwamba unabeba sadaka yako ya 20,000 kwa ajili ya kujipatia vitabu viwili. Hii sadaka husiani na sadaka nyingine, ni kwa ajili ya kuisapoti au kusapoti Habari Njema vyombo vya habari. Kwa hiyo utanunua vitabu viwili, basi mambo yatakuwa ni ya baraka na ushindi. Jina langu ni Dr. Elisaria Palanjo. Asante.